Tumsifu Yesu Kristo. Tunapenda tena kukukaribisha tena sehemu ya 3 ya kipindi chetu cha neno la Mungu. Na katika sehemu ya pili tuliona katika kulisoma neno la Mungu kunatusaidia kukua kiroho, lakini sehemu ya 3 tukaona kuwa mtu wa sala na maombi kila siku, na sehemu ya 4 tukaangalia kuwa mtu wa ibada. Na hii inatupa picha kwamba katika kuomba kwetu, katika kusali kwetu kunatufanya tuwe karibu na Mungu. Lakini katika sehemu hii ya 3 tutaona ili uweze kukua kiroho lazima uwe mtu ambaye ndani yake kweli ya Mungu ipo ndani yake. Na katika maisha yako, je, unaishi kweli? Katika maisha yako, katika tabia yako, katika maamuzi yako, unaishi kweli ya Mungu? Na kama unaishi kweli ya Mungu, je, sehemu ya maisha ya ukweli au ya uwazi ni sehemu ya maisha yako? Kuna watu ambao wamepoteza vitu vya thamani kwa sababu ya tabia ya uongo, tabia ya udanganyifu. Walipoteza neema ya Mungu ambao Mungu aliwapa neema. Inawezekana kwenye taasisi, inawezekana kwenye biashara, inawezekana sehemu mbalimbali ambao Mungu alikupa nafasi ya kuweza kuishi kweli na kutenda kweli, lakini ulipoteza ile neema ya Mungu kwenye maisha yako kwa kuishi maisha ambayo ni nje ya kweli ya Mungu. Na ndiyo maana kweli ni ufahamu. Na ndiyo maana kwenye kitabu cha Yohana ile sura ya 8 aya 32 anasema tena mtaifahamu kweli. Maana tena mtaifahamu, si wote wanaofahamu kweli, nayo kweli itawaweka huru. Si wote ambao wanaofahamu kweli inawaweka huru. Maana kuna watu ambao wanaishi nje ya kweli ya Mungu ambao wanakosa uhuru ambao Mungu aliwapa. Na ndiyo maana kwenye taasisi mbalimbali ambazo Mungu alizokupa, aidha kwenye taasisi ya afya, taasisi yoyote ya serikali, taasisi yoyote ambayo Mungu amekupa nafasi ya kufanya kazi hapa, je, unafanya katika kweli yote? Mungu aliyekupa nafasi kwenye hiyo taasisi ya kufanya kazi, je, unaishi kulingana na kweli ya Mungu? Wale wafanyakazi unaofanya nao kazi, mnanena iliyo kweli ya Mungu? Na hapo ndipo unapopata picha kama Mungu anaposema tena mtaifahamu kweli, nayo kweli itawaweka huru. Maana yake ni nini? Mtu asiyeishi kweli ni mateka. Mtu asiyeishi kweli ni mtu ambaye ni mtumwa, hana tofauti na mtumwa. Kuishi nje ya kweli ya Mungu ni sawasawa na mtumwa aliyeko gerezani. Na ndiyo maana Mungu aliyekupa nafasi ya kuishi maisha ya kweli, itende kwa uaminifu, kwa moyo wa uaminifu, ili nafasi hiyo ambayo Mungu amekupa ya kufanya kile kilicho cha kweli, kitende kwa moyo wote, kitende kwa moyo wa uaminifu, kitende kwa moyo wa kumpendeza Mungu. Na kwa kuwa mtu wa kweli katika maisha yako, unapokuwa mtu wa kweli, maana yake nakusaidia kujua kwamba haya maisha ninayoyaishi ni fotokopi. Kuna watu ambao wanaishi maisha ambayo sio maisha yao. Kuna watu ambao wanaishi maisha ambayo ni feki ya maisha yao, kwa sababu wanahofia kwamba nikiishi ukweli wa maisha yao, nikiishi uhalisia wa maisha yao, watu watanionaje? Watu watanifikiriaje? Watu wataniwaziaje? Lakini ukija kwenye maisha yake, ni kweli kabisa huyu mtu ana hali ambayo sio nzuri, lakini anaficha yale maisha yake ya kweli, ambayo akiogopa jamii itaniona mimi ni maskini wa mwisho. Kumbe yeye mwenyewe unakuta kweli hana chochote, lakini maisha anayoishi, anaishi maisha ya udanganyifu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa unakuta Wakristo wengi sana yale maisha ya kweli hayapo. Na ndiyo maana unakuta kuna Wakristo wengi sana, si kwamba hawawezi kupatiwa kazi, si kwamba hawawezi kupata kazi bora, ila ni shida ni kwamba anaishi maisha ya udanganyifu, maisha ambayo sio ya kweli, maisha ambayo ni fotokopi. Mimi na wewe lazima tuweze kujiuliza,
aina ya maisha tunayoyaishi ni maisha ya kweli? Na kama tunaishi kweli, je, tunamdhihirisha Kristo kwenye maisha yetu? Na watu wengi sana tumepoteza ile afya ya kiroho. Afya ya kiroho, afya ambayo tunaita afya ya kiroho, maana yake ni nini? Ni maisha ya kweli ya Kristo. Wengi tumempokea Kristo na wengi tunaishi yale maisha ya Kristo, lakini tukija kwenye uhalisia wa maisha ambayo tunayoyaishi, tunaishi nje ya Kristo, tunaishi nje ya kweli ya Kristo. Hivyo ni nini ambacho tunachotakiwa kukifanya? Ni kwamba lazima tujitafakari. Mimi niliyeifahamu kweli, je, ninaishi hiyo kweli ambayo inanipa furaha? Nikizungumza ukweli kunanipa furaha? Nikizungumza katika hali ya kweli ambayo ndani yake kweli imebeba uaminifu, kweli imebeba furaha ya kweli, kweli imebeba upendo wa kweli, kweli imebeba amani ya kweli. Mtu yoyote anayeishi kweli, ndani yake ana amani, ana furaha, lakini pia si tu furaha, ana ule upendo wa kweli ambao ndani yake Kristo mwenyewe anaishi ndani yake, na ndani yake utaona ile ladha ya maisha ya Ukristo wako. Wengi tumepoteza ladha ya maisha yetu ya Ukristo kwa sababu tunaishi nje ya Kristo. Je, wakitafuta mtu mwaminifu, mtu mkweli, mtu muwazi, utakuwa wewe? Au watasema tuachane naye, tumtafute mtu mwingine, mtu huyu sio muwazi? Kwa tunapoishi yale maisha ya kweli, maisha ya uaminifu, yanatupa kufurahia maisha ya Kristo wetu. Na ili uweze kukua katika sala, katika maombi, hakuna kitu ambacho kinachosikitisha sana kutana na Mkristo ambaye anasema nampenda Yesu, na soma neno lake, ni mtu wa sala na maombi, lakini aishi ule uaminifu, aishi ile kweli ya Mungu. Ni sawa sawa na kwamba umekutana na shetani mdogo. Kwa hiyo ni muhimu sana kuhakikisha ya kwamba unapoishi katika maisha yako ya Kristo, jifunze kuwa mkweli na muwazi katika mambo madogo, katika mambo makubwa. Hakuna kitu ambacho watu wengi sana wanakidharau. Kuwa mkweli katika mambo madogo madogo, kuwa mkweli katika vile vitu vidogo vidogo, kuwa mwaminifu katika yale mambo madogo madogo. Wengi tumepoteza uaminifu, tumegeuka kuwa watu wa maneno, watu wa kuwasema wengine vibaya, watu wa kuwazungumzia wengine vibaya. Kule hatukukuzi kiroho, badala yake kunatufifisha kiroho, na badala yake tunajikuta tunafifia na kusinyaa kiroho. Kwa ni muhimu sana tubadilishe maisha yetu, tuwe wawazi katika ndoa zetu, tuwe wawazi katika familia zetu, tuwe wawazi katika vizazi vyetu, ili katika familia zetu watu watakapotutazama wamtukuze Mungu wetu, wamtukuze Mungu wako ambao unamtumikia, na wanapotafuta mtu mwaminifu wakute kweli wewe ni mwaminifu. Na ndiyo maana leo tuna Wakristo ambao tumepoteza uaminifu, na si tu uaminifu tu kwa binadamu, tumepoteza hata uaminifu kwa Mungu mwenyewe. Tumeshindwa kuwa waaminifu mbele za nani? Za Mungu. Katika sehemu ya 4 tutaona kuwa mtu wa upendo, furaha na amani na watu wote. Ni maswali muhimu ambayo lazima tuanze kuulizana. Je, una amani na watu wote? Una furaha na watu wote? Na wale wote ambao wako karibu yako, una furaha nao? Una amani nao? Leo una amani na yule ambaye uliyemwajiri kazini kwako? Unamwamini kwa asilimia ngapi? Wengi tumepoteza uaminifu wetu kwa Mungu, na si tu kwa Mungu, tumepoteza hata uaminifu wetu kwa watu tunaoishi nao, katika jamii zetu, katika familia zetu, katika ndoa zetu. Ni muhimu sana kutunza kile cha Mungu alichoweka kwenye maisha yako. Tumsifu Yesu Kristo.